Kuu na madhumuni ya kuja hapa kuja kuzungumza na nyinyi vijana wenzangu, na hasa katika kipindi hiki cha kampeni kuelekea uchaguzi mkuu. Sasa mnafahamu kwa uchaguzi? Sawa. Sasa kwanza jamani, kama mnavyojua mimi na ahadi lukuki ambazo nimeziandaa katika sera kwa kuwasaidia vijana na hasa nyinyi waendesha bodaboda. Sisi katika chama cha Makini tumeshasema Mwenyezi Mungu akijalia, endapo mtampa ridhaa, kuna bodaboda 100,000. Bodaboda hizo zitakuja kwa vijana tena bure. Hizo bodaboda ni bure. Na kwa nini tunatoa bure? Tunatoa bure kwa sababu mimi nasema bodaboda pamoja na kwamba ni ajira, lakini mimi kama mgombea urais, mimi nasema bodaboda itakuwa ni starehe wakati wa utawala wangu. Lakini jambo la pili, naomba munisikilize jamani. Jambo la pili tumeshasema, endapo wananchi wa Zanzibar wakinipa ridhaa, shilingi 500,000 kwa kila Mzanzibari hata aliyezaliwa leo. Hiyo ni posho. Na posho hii mimi ninaizungumzia ni kwamba faida ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo ndugu zangu, naomba munisikilize vizuri. Mimi nimekuja hapa nataka nizungumzie mambo mawili. La kwanza kuna taharuki ambayo tayari ipo inaenezwa na watu ambao si watu wema na si watu ambao wanatakia mema Zanzibar. Taharuki hiyo wanazungumza ya kwamba eti kuanzia tarehe 17 mwezi huu kuelekea uchaguzi mkuu mambo mingi yatazuiliwa. Waendesha bodaboda msiendeshe bodaboda, wenye maduka wafunge maduka yao. Jamani, mimi nakwambia taharuki hii si ya ukweli na muipuuze. Sahihi. Ninachokuombeni nikiwa kama mgombea wa urais, kwanza, endapo wananchi wa Zanzibar watanipa ridhaa, tutawachukulia hatua wale wote ambao wanaleta taharuki Zanzibar. Na kwa nini tunafanya hivi? Zanzibar ni nchi ya amani. Tunataka wananchi muendelee na harakati zenu za kutafuta riziki pasipo na shida. Kwa hivyo niwaombe sana, tarehe 28 ni kura ya mapema kwa mujibu wa sheria. Tume huru ya uchaguzi ya Zanzibar imepewa mamlaka, kifungu cha 82 cha sheria ya tume ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Tume ya uchaguzi imepewa mamlaka ya kuandaa siku maalumu ya kupiga kura kwa watu maalumu. Kuna baadhi ya wagombea wanawaambia wananchi na wao wajitokeze tarehe 28 kwenda kupiga kura. Niwaombe ndugu zangu, niwaombe vijana wenzangu, tarehe 28 si siku yetu ya kupiga kura. Sisi tujitokeze tarehe 29. Amka mapema, wahi kituo cha kupiga kura, piga kura yako, rudi nyumbani, chukua bodaboda yako, njoo kijiweni, endelea na harakati zako za kujitafutia riziki. Lakini siku piga kura tu, mimi niwaombe sana, siku hiyo tukijaliwa tarehe 29, mkifika kituo cha kupiga kura, mkishapewa ballot paper, angalia katika sehemu ya kupiga kura, mkono wa kulia, hesabu mtu wa kwanza, mtu wa pili na mtu wa tatu, ndio utamuona pale Ameri, Hassan Ameri. Piga kura yako ili sasa yale maendeleo ambayo tumeyasema, yale maendeleo ambayo nimeahidi kwa wananchi, mkiwemo nyinyi wa Zanzibar wenzangu, ndipo tafikiwa. Umepata baba, umepata. Lakini la mwisho ninachowaomba, tuendeleze kudumisha amani na utulivu, na hasa muda huu wakati wa kampeni. Kama mnavyojua, vyama vya siasa kupitia wagombea tunapiga kampeni. Nendeni mkasikilize kampeni. Lakini vile vile tuendeleze kudumisha amani siku ya kupiga kura tarehe 29. Piga kura yako kwa amani, mchague kiongozi ambaye unamuona wewe ataleta maslahi mapana Zanzibar. Usikurupuke katika kupiga kura. Lakini imani yangu katika kiongozi miongoni mwa marais wote waliogombea,
Ameri Hassan Ameri ndiye mtu sahihi wa kuleta maendeleo Zanzibar. Baada ya kupiga kura, kama nilivyosema, kila mmoja arudi nyumbani, aanze sasa kuhangaika na harakati zake za kujitafutia riziki. Tuiachie tume huru, tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kutangaza matokeo, na imani yangu tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC watatenda haki. Watamtangaza aliyeshinda, watamtangaza aliyepata ridhaa kwa wananchi wa Zanzibar kumpigia kura. Tukiyafanya haya na tuyatekeleza kwa vitendo, basi imani yangu ni kwamba Zanzibar hii itakuwa salama muda huu wakati wa kampeni, Zanzibar itakuwa salama wakati wa kupiga kura, lakini Zanzibar itakuwa salama baada ya matokeo. Kwani mkumbuke ndugu zangu, kuna maisha baada ya uchaguzi. Kutokana na hali hii, ningewaomba sana muwalaani kwa vitendo wale wote ambao wana nia ovu la kuchafua hali yetu ya Zanzibar. Tufahamiane jamani. Kwa hivyo mimi niwashukuru sana kwa kutumia muda wenu. Mimi naendelea kufanya ziara hizi za kampeni. Jana nilikuwa nazungumza na mabaharia wa majahazi bandarini kule, na wao wamenielezea mambo yao na mimi nimewaelezea nini tutasaidia. Kwa hivyo mimi niwaambie vijana na kuoneni hapa, mko wengi. Chama cha Makini kishasema endapo Ameri atakuwa rais, kuanzia mahari, kitanda cha kulalia na chama kitawawezesha miezi sita wewe na mke wako utakayemuoa, miezi sita mtapewa posho la kujikidhi miezi sita bure. Kwa hivyo muda ni wenu nyie. Waswahili wanasema kupanga ni kuchagua. Kuna wahenga wanasema na watu ndio wanasema mitano tena au laki tano. Kwa hivyo hili ndugu zangu nawaachia nyinyi, liko mikononi mwenu, maamuzi mnao nyinyi. Mimi kama Ameri niwaambie nitakuwa tayari kupokea matokeo yoyote yale ambayo yatatokea. Kwani mimi nasema maendeleo ambayo nimeyapanga na ilani ya chama cha Makini tumeshasema ndio ambayo natarajia kuyatekeleza baada ya kufanya baada ya kuchaguliwa. Kwa hivyo nashukuru sana ndugu zangu. Mimi nataka muendelee na harakati zenu za kupakia wazee, mwapeleke kila pahali. Niwahakikishie wale wote ambao wanataka kuhatarisha amani ya nchi ya Zanzibar, nikiwa rais mtanichagua, wallahi hao sitokuwa na imani nao. Kwa hivyo tushirikiane kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unakuwa salama na amani.